Shalom, God bless you. Mungu akubariki sana wherever you are. This is the Prophet Justin. Niko hapa tena siku ya leo. Kuna kisa ambacho ningetamani kushare na wewe kwa sababu ninaamini kitakusaidia. Wewe ambaye una huduma ya kuombea watu, hiki kisa kitakusaidia. Kuna mtumishi mmoja nabii ambaye alipigiwa simu na mwanamke asiyemfahamu. Yule mwanamke akadai yuko na hitaji ambalo angetamani kuombewa. Sasa walipozungumza pale, huyu nabii akashawishika kumfanyia maombi yule mwanamke, na baada ya kumwombea akapanga mpango mkakati wa kuendelea kumwombea huyu mwanamke katika maombi yake ya kila siku, asifahamu kwamba kulikuwa na agenda ya siri ya kipepo. Sasa alipomaliza maombi na kupanga huo mkakati, ilipofika usiku wa ile siku waliowasiliana, huyu nabii, huyu mtumishi ambaye alikataa kuongozwa na Roho wa Mungu, akaota ndoto. Kwenye ile ndoto akaona yupo kwenye eneo fulani. Alipokuwa pale, akaona kuna kitu mfano wa gereza, machuma yamewekwa hivi kama vizuizi, alafu ndani yuko binti mrembo sana, amevaa suruali inayoshika sana mwili, na mkononi mwake ameshika bunduki yule binti ndani. Na akaona yule binti akimuomba huyu mtumishi amsaidie kumtoa nje ya ile gereza. Ilikuwa ni gereza ya machuma, hapakuwa na ukuta wa tofali. Ilikuwa ni gereza ya machuma. Huyu mtumishi anasema akamtoa nje. Baada ya kumtoa nje, kitendo cha kusimama naye nje, ghafla mwili wake ukaanza kuwaka ashiki. Mwili wa huyu nabii ulipowaka ashiki, tamaa, akajikuta amezini na yule mwanamke ndotoni. Na alipozinduka kutoka kwenye ile ndoto, akajikuta ni kweli amejichafua, na ilikuwa ndo mara yake ya kwanza kuota ndoto anazini, kuanzia aanze hayo maisha yake ya huduma. Na baada ya pale haijachukua siku nyingi sana, huyu mtumishi akaanguka na akatekwa na dhambi ya masturbation, na ikamtesa kwa muda mrefu sana, mpaka ilipofika wakati neema ya Mungu ilipoamua kurudi tena kwenye maisha yake, ndipo akamtoa tena kwenye ile shimo na kumrudisha tena mahali fulani. Sasa nini ambacho nataka nikizungumze kwako? Sio kila mtu ni wa kukimbilia kumwombea, awe ni tajiri, awe ni maskini, awe ni kiongozi, whatever. Sio kila mtu ni wa kukimbilia kubandika mikono na kumwombea. Kuna mwingine anakuja akiwa na agenda ya kipepo, kwamba tumemuinda huyu mtumishi, tumemkosa, basi tupandikize vitu fulani ndani ya mtu fulani na tumtume, tujifanye ni kana kwamba anataka maombi ili tumnase huyu mtumishi. Ngoja nikupe hili andiko, Timotheo wa kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 22, anasema usimwekee mtu mikono kwa haraka, wala usizishiriki dhambi za watu wengine, ujilinde nafsi yako, uwe safi. Kwa hiyo maandiko yanatoa angalizo, haijalishi una upako kiasi gani, haijalishi huwa unahubiri mpaka unapaa angani, lakini maandiko yametoa angalizo, na Mungu wetu ni Mungu wa kanuni na maangalizo. Amesema usimwekee mtu mkono kwa haraka. Kwa hiyo unaweza ukajimwambafai kwamba mimi nina miupako, nina nguvu, yoyote akija namuombea na hanifanyi chochote. Nisikilize, utashiriki dhambi za watu bila kuchua. Kuna mtu amekuja amepandikizwa maroho ya zinaa kwa mkakati wa kukuangusha, na yeye ni mzinzi kweli. Ukimwekea mkono unashiriki dhambi zake. Kama ni mwizi unashiriki dhambi zake. Kama ni mtu wa rushwa unashiriki dhambi zake. Kama ni mtu wa kafara unashiriki dhambi zake. Kwa hiyo tafsiri ni kwamba sio kila mtu ni wa kumwombea. Sikiliza sana kile ambacho Roho Mtakatifu anakisema moyoni mwako. Kuna baadhi ya watu wanaonyesha dalili ya hatarishi kabisa anapohitaji maombi, lakini bado unaforce kumwombea. Nina visa vya wachungaji wengi na watumishi wengi waliopata madhara walipokwenda kuombea watu majumbani kwao. Wewe unatoka peke yako unakwenda kumwombea mtu amekuita nyumbani kwake, na huyo mtu haumfahamu, na sio kumfahamu tu, uko peke yako. Na nikwambie hivi, unajihatarisha maisha yako. Kuzimu itakuwinda kiroho, ikufarakanishe na Mungu wako, ikutenge na wokovu. Ikishindwa itakuja physically kabisa.
Watajifanya wanaleta mtu mwenye mapepo muombe, alafu ukimwombea anajifanya amelipuka mapepo, anachukua panga, anakujeruhi na wakati mwingine anakuangamiza kabisa. Usiende kumwombea mtu nyumbani kwake usiyemfahamu, na hata kama unamfahamu, ukiwa uko peke yako. Tengeneza kitu mfano wa timu. Binti, usiende kumwombea kijana nyumbani kwake ukiwa peke yako. Kijana, usiende kumwombea binti kwenye chumba chake ukiwa peke yako. Tumia akili na maarifa ambayo Mungu amekupa. Maandiko yanasema ikimbieni zinaa. Kwa hiyo kuna mikakati ya kipepo katika mfumo wa maombi na maombezi. Watakuinda kiroho, wakuangushe. Wakishindwa, watakuja kimwili, wakuue kabisa. Kuna mtu amefanya mkutano mkubwa, lakini baada ya ule mkutano akaenda kuanguka dhambini. Amefanya semina kubwa, amefanya ibada kubwa, nguvu imeshuka, lakini baada ya ile ibada akaenda kuanguka dhambini. Kuna madhabahu ambazo ukijihusisha unashiriki dhambi yake na unaingia kwenye kifungo na magereza ya kiroho. Nenda kasome. Ndio maana Yesu alipowatuma mitume alikuwa na utaratibu wa kutuma wawili wawili, na kuna mahali ukisoma anasema ni heri kuwa wawili kuliko moja. Kwa nini? Anasema kwa sababu mkiwa wawili, akidondoka huyu mwenzake atamuinua, pakiwa na baridi huyu atampa mwenzake joto. Ndicho ambacho maandiko yanasema. Lazima uwe na timu, uwe na sapoti katika mfumo huu wa maombi na maombezi. Asikudanganye mtu na pesa zake, asikudanganye mtu na cheo chake na uzuri wake. Utaingizwa kwenye mpango mkakati wa kipepo. So naamini kabisa hiki kisa kitakupa maarifa na mwelekeo. Wako watumishi waliokufa, wako walioanguka dhambini. Ninapoongea na wewe nao walikuwa na makanisa lakini yamefungwa sasa hivi. Walishazini na watu waliokwenda kuombea majumbani kwao. Mungu awabariki, Mungu awape neema. This is Prophet Justin, msemaji wa serikali ya ufalme. God bless you. Shalom.